خير ناصر ومعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير محمد وعلى آل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiwa katika sehemu ya pili ya mfululizo wa vipindi vyetu hivi tulivyovipa unwani siku ya Ghadiri na ujumbe mzito, lakini tukasema ya kwamba kabla hatujaenda kuliangalia tukio zima la Ghadiri, tulipe tukio hili msingi imara, na msingi huu tukasema tuanze kwa kuiangalia hija ya mwisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama iliyoitwa kwamba ni hija ya kuagana, na tukasema tunaweza kugawa umuhimu wa siku hii ya hija ya mwisho ya Bwana Mtume katika nukta mbalimbali, lakini nukta ya kwanza tulisema ni pale tutakapoliangalia tukio hili kama vile kikao rasmi na cha mwisho ambacho Bwana Mtume aliagana na Waislamu, kikao ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuandalia Bwana Mtume rasmi ili aweze kuagana na Waislamu. Sasa hebu tuangalie maneno ya Bwana Mtume katika sehemu hii ya pili, namna gani Bwana Mtume aliwaambia Waislamu akitabiri ya kwamba siku zake za kuishi katika huu ulimwengu wa dunia ni siku ambazo zimeisha. Kwanza tuangalie riwaya inayoandikwa katika kitabu As-Silsilatu Sahiha cha mwanazuoni mkubwa wa Kiwahabi Albani. Riwaya hii ikipokewa kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika hii siku ya mwisho ambayo Bwana Mtume alikiagana na Waislamu katika kikao cha hija yake ya mwisho, Bwana Mtume aliwaambia Waislamu ya kwamba inni ushaku an ud'a fa ujibe, mimi muda wowote kuanzia sasa nitajiwa na mjumbe, nitaitwa, nitajiwa na wito, na wito huu mimi nitaujibu. Bwana Mtume akiashiria ya kwamba yeye hana muda mrefu wa kuishi katika huu ulimwengu. Wa inni taraktu fikum ma in akhadhtum bihi lan tadhillu ba'di, na mimi nimewaachilieni kitu ambacho endapo mtashikamana nacho hamtapotea baada yangu. Athqalain, navyo ni vizito viwili. Ahduhuma akbar, moja katika hivi vitu viwili ni kikubwa.
min al-akhar, kuliko chengine. Kitabullah nacho ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hablum mamdud min as-samai ila al-ard, ambayo ni kamba imenyooka kutokea mbinguni mpaka ardhini. Wa itrati ahla baiti, kitu cha pili, nimewaachieni kizazi changu, watu wa nyumbani kwangu. Ala, basi fahamuni ya kwamba wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya alhawd, vitu hivi viwili, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'an tukufu, na kizazi changu, watu wa nyumbani kwangu, ahlul bait, havitatengana vitu hivi viwili mpaka vitakaponijia mimi siku ya Kiyama katika haudha. Haya ni maneno anayaandika Albani, mwanazuoni mkubwa wa Kiwahabi, katika kitabu chake As-Silsilatu Sahiha. Lakini mfano wa maneno kama haya Ahmad bin Hanbal ameyaandika katika kitabu chake Musnad, hadithi nambari 11131. Lakini vile vile At-Tirmidhi ameyaandika vile vile katika kitabu chake hadithi nambari 1037, hadithi nambari 3788. Lakini vile vile At-Tabarani ameandika maneno haya, kama vile ambavyo maneno haya utayakuta At-Tabarani pamoja na Tirmidhi wameandika, lakini wao hawakuandika inni ushaku an ud'a fa ujib, wao hawajaandika hiyo. Hadithi hii maulama walipoitolea hukumu ya kwamba je, hadithi hii ni sahihi au ni dhaifu, hadithi hii hukumu yake ni kwamba hadithi hii ni hadithu hasan, lakini ni fi shawahidi. Hii ni riwaya ya kwanza, ambayo riwaya hii inatuonyesha ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika kikao hichi cha mwisho ilikuwa ni kikao ambacho alikiagana na Waislamu. Lakini riwaya ya pili ama hadithi ya pili ni hadithi ambayo inapokewa kutoka kwa tabi'in Yazid bin Hayyan pamoja na Yazid bin Hayyan pamoja na Husain bin Samra pamoja na Umar bin Muslim. Walienda kwa sahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama Zaid bin Arqam, na wakamuuliza wakimtaka ya kwamba awahadithie yale aliyowaambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Zaid bin Arqam akawaambia hawa tabi'ina ya kwamba wallahi laqad kaburat sinni, na hapo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umri wangu umekuwa ni mkubwa, umri umeenda. Wa qaduma ahadi, lakini vile vile kifo changu kimekaribia. Wa nasitu ba'dha alladhi kuntu a'i min rasulillah, na nimesahau yale ambayo nilikuwa nikiyafahamu kwa Bwana Mtume. Fama hadathukum faqbalu, basi yale nitakayowaambia ninyi yakubalini. Wa mala fala tukallifuni, na yale ambayo mimi sitawaambia basi musini lazimishe niwaambie. Kisha
Zaid bin Arqam, sahaba huyu wa bwana mtume, akazungumza maneno marefu, akafikia mahala awaambia bwana mtume amesema ya kwamba fa innama ana basharun yushaku an yati rasulu rabbi fa ujib, hakika mimi sivyo vyote isipokuwa mimi ni kiumbe, nitajiwa muda wowote kuanzia sasa, nitajiwa na mjumbe kutoka kwa Mola wangu, fa ujib, na mimi nitaitika wito huu, nitamjibu. Wa ana tarikun fikum thaqalain, basi mimi nakuachieni vizito viwili. Awwaluhuma kitabullah, cha kwanza ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, fihi alhuda wan nur, ndani yake kuna mwongozo na mwangaza. Faghudhu bikitabillah, basi chukueni kitabu cha Mwenyezi Mungu, wastamsik bihi, na shikamaneni na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kisha bwana mtume akawa anatilia mkazo katika kushikamana na kutendea kazi Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha bwana mtume akasema wa ahla baiti, lakini cha pili ninachokuachieni ni watu wa nyumbani kwangu. Udhakirukumullah fi ahli baiti, udhakirukumullah fi ahli baiti, udhakirukumullah fi ahli baiti. Kisha bwana mtume akawaambia ya kwamba jamani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni shahidi, mimi nakutilieni mkazo, Mwenyezi Mungu ni shahidi wangu katika hili, nikikukumbusheni juu ya kuwashika ahlul baiti, juu ya kushikamana na kizazi changu, juu ya watu wa nyumbani kwangu. Bwana mtume akirudia mara 3 maneno haya. Tunaona ya kwamba mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika hija hii ya mwisho, namna gani alikuwa akiwahusia Waislamu ya kwamba yeye siku za kuishi duniani ni siku zimeisha. Hadithi hii ni hadithi ameiandika Muslim katika kitabu chake Sahihu Muslim, na ni hadithi ambayo ni sahihi. Lakini ni hadithi ya 3 ambayo inaweza kutuonyesha ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliagana na Waislamu ni pale tunapozirudia zile hadithi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipokuwa akiwafundisha Waislamu ibada ambazo ilikuwa hajawafundisha, na hili inshallah tutakuja kuliangalia katika sehemu ya 3, yale aliyowafundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama Waislamu wakati ambapo alipokuwa akiagana nao katika hija hii ya mwisho. Na hiyo itakuwa ni nukta ya pili katika kuonyesha umuhimu wa hija hii ya mwisho, ambayo ni nukta itakayokuwa inasema ni yapi aliwafundisha Bwana Mtume wa Islamu katika hija hii ya mwisho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.